Mungu anakurejeshea afya tele. Ndugu unayenisikiliza, napenda nisome habari moja kwenye Samueli wa kwanza, ule mlango wa 30, mstari wa kwanza mpaka wa 5, na kisha nitaenda mstari wa 17 mpaka wa 20. Samueli wa kwanza mlango wa 30, mstari wa kwanza mpaka wa 5, na kisha nitaenda mstari wa 17 mpaka wa 20. Maandiko yanasema, ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Sikilagi siku ya 3, hao Wameleki walikuwa wameshambulia Negebu na Sikilagi, nao wameupiga Sikilagi na kuuchoma moto, nao wamechukua mateka wanawake waliokuwemo, wakubwa kwa wadogo. Hawakuwaua wowote, ila wamewachukua wakaenda zao. Basi Daudi na watu wake walipofikia mji, tazama, ulikuwa umechomwa moto, na wake zao na watoto wao, wanaume kwa wanawake, wamechukuliwa mateka. Ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakapaza sauti zao na kulia, hadi walipokuwa hawana nguvu za kulia tena. Na hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoami wa Yezreeli na Abigaili aliyekuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanaye na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Sijui kama umesikia habari hii. Ni habari ya uvamizi uliofanyika chini ya utawala wa Daudi kwenye mji wa Sikilagi. Maandiko yanatuonyesha Sikilagi imevamiwa, mji umechomwa moto, na wanawake wa Daudi na wa wengine wamechukuliwa mateka. Mali za wengine pia zimechukuliwa mateka. Ndugu unayenisikiliza, Biblia inasema Daudi mfalme na watu wake wakalia sana, wakalia mpaka wakaishiwa nguvu. Nami najua hata wewe upo kwenye mambo yaliyoshindikana, unalia sana mpaka umeishiwa nguvu na kukata tamaa. Lakini leo niko hapa kukusaidia. Biblia inatuonyesha kwamba Daudi alijitia nguvu tena kwa Bwana, hakuishia kulia. Hili ndilo nataka na wewe ulielewe. Kulia peke yake hakuna jibu. Tumeangalia kwa Hezekia, alilia, lakini hakuishia kulia, aligeuzia uso ukutani. Tunaona kwa Daudi naye amelia, analia mpaka ameishiwa nguvu, lakini na yeye Daudi akuishia kulia, alijigeuza uso wake ukutani. Maandiko anatuambia Daudi akajitia nguvu kwa Bwana, maana yake alimuona Mungu pekee. Sasa usisahau, watoto wamechukuliwa mateka, wake wote na wale anaowaongoza wamechukuliwa mateka, na Daudi akajitia nguvu. Kwa lugha tulioanzia somo ina kwamba alijigeuza ukutani akamwona Mungu. Nini kilitokea? Mstari wa 17 mpaka wa 20, maandiko yanasema, naye Daudi akawapiga tangu ukungu wa jioni hadi jioni ya siku ya pili. Hakuna aliokoka ila vijana 400 waliopanda ngamia na kukimbia. Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukuliwa na Wameleki, naye Daudi akawaokoa wakeze wawili, wala hawakupotewa na kitu, mdogo wala mkubwa, wana wala binti, nyara wala chochote walichojitwalia hao. Daudi akavirudisha vyote. Naye Daudi akatoa makundi yote ya kondoo na ng'ombe ambao waliwatanguliza mbele ya wanyama wake wengine, wakasema, hao ndio nyara za Daudi. Sijui kama umeona mstari wa 17 mpaka wa 20. Mtumishi wa Mungu Daudi
alichukua hatua. Alipogeukia ukutani, akajitia nguvu kwa Bwana, akachukua hatua ambayo imemsaidia. Alienda kuyafuata majeshi ya watesi wake, kupambana naye. Na wewe nataka nikutie moyo, usikate tamaa, amka tena, chukua hatua. Biblia anasema Daudi akapigana jioni mpaka kesho jioni. Kwa lugha nyingine ni masaa 24 anapigana. Lakini historia inatuambia akarejesha vyote. Akarejesha wake zake, akarejesha watoto, akarejesha mifugo na kila kitu kilichotekwa nyara na maadui zake.